Hujambo ndugu mpenzi mtazamaji, na karibu sana katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia kutoka hapa Tosi TV Network, ambacho kinaletwa kwako na Baraka Tosi, mimi, lakini pia na bwana David Mungara. Na sisi tutaangazia vizuri kabisa katika somo letu la juma hili, somo la 4 lenye kichwa kinachosema mataifa sehemu ya kwanza. Na kabla hatujaanza kabisa, hebu tupate ombi. Karibu bwana David. Baba yetu, tunakushukuru sana kwa wakati mzuri. Tunakuomba ukae pamoja nasi katika somo hili la 4 lenye kichwa kinachosema mataifa sehemu ya kwanza. Tuonyeshe ni namna gani ambavyo wewe umeshughulika na watu wako kwa karne zote na hata sasa unaendelea kushughulika nasi. Kwa jina la Yesu tunaomba, amina. Amina. Kimsingi bwana David, Naam. Somo la juma hili ni nzuri sana kwa sababu linaeleza juu ya namna tofauti za safari ya watu wa Mungu tangu kuanzishwa kwa ulimwengu. Ndio. Natamani tusome katika fungu letu kuu la kukariri, fungu la Daniel 7 fungu la 14. Karibu bwana David. Asante. Daniel 7 na lile fungu la 14, Biblia inasema, naye akapewa mamlaka na utukufu na ufalme ili watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote wamtumikie. Mamlaka yake ni mamlaka ya milele ambayo hayatapita kamwe, na ufalme wake ni ufalme usioweza kuangamizwa. Hiyo ndio Daniel 7 na fungu la 14. Asante. Mungu alipoumba ulimwengu alikuwa na mpango mkubwa ya kwamba wanadamu waishi kwa furaha na upendo na amani. Lakini badala ya mpango wake kutimia, mipango mingine ambayo wanadamu waliamua kujipangia wenyewe ya uasi iliingia, na hivyo kusababisha huzuni na karaha kuendelea kuwepo katika ulimwengu. Ndio hivyo. Awali tamaa ya kujitawala ilidhihirishwa na namna ambavyo Adam na Hawa waliingia katika mtego wa nyoka na hatimaye kuzama katika dhambi. Lakini pia baadaye tunaona Nimrod ambaye alikuwa ni kati ya watu wa kwanza hapo. Tunamwona akipambana kuanzisha utawala wake binafsi, utawala wa Babeli katika eneo la Shinari, ambapo anaamua kuenda tofauti na Mungu, na wanajenga mnara kwenda juu kabisa wakidhani kwamba wanaweza wakamfikia Mungu na kumpindua. Lakini baadaye tunamwona Mungu anatoa wito kwa Ibrahim, na anamuita Ibrahim kutoka katika eneo lile alilokuwa, baada ya mataifa mengi kuonekana kuanzishwa na watu tofauti. Na Mungu anamuita Ibrahim atoke na familia yake, atoke na watu wake, aende akaanzishe taifa lingine ambalo Mungu anahitaji liwe. Na baada ya hapo tunamuona Ibrahim anaendelea kukua, na baadaye Israel inatokea. Lakini Israel tunazidi kuona kwamba Mungu anahitaji kuendelea kuwa ndiye kiongozi wao, lakini nao wanakuja kuona kwamba Mungu anawabana kwa namna fulani. Wanaamua kumwambia Mungu wanahitaji mfalme, kiongozi mwingine. Maanake wanamwacha Mungu na wanataka wao wenyewe wajitawale. Lakini hatimaye tunaona kanisa la Mungu nalo linakuwa likiongozwa na Mungu, lakini baadaye tunaona wanaanza kujichanganya na hatimaye kupoteza kabisa ile sura ambayo Mungu alihitaji wao wawe. Na hilo ndilo tutakalolipitia vizuri kabisa kinaganaga katika somo hili la juma hili ambalo linasema mataifa sehemu ya kwanza. Na tukianza kabisa, tutakuwa na mada kadha wa kadha, na mada ya kwanza ni Nimrod na Ninawi, lakini mada nyingine inasema wito wa Ibrahim, lakini tutaangalia mada nyingine inayosema kupewa ulichoomba, na mada nyingine tutaangalia inayosema watawala wa mataifa, lakini tutaangalia nuru kwa mataifa, na hatimaye tutakuwa tukimaliza. Tukianza na mada ya kwanza kabisa ambayo inasema Nimrod na Ninawi. Kwanza Nimrod nilikuwa nasoma leo nikagundua kwamba maana ya Nimrod ni kwamba tutaasi. Nimrod tutaasi, maana yake tangu utotoni huyu mtoto alikuwa ametengenezewa namna fulani, namna ya kujielewa kabisa kwamba sisi tutafanyaje. Yeye ni muasi. Yeye ni muasi na hatimaye ataasi. Na nje ya bustani, baada ya wana
wa Adam na Hawa kuendelea kuongezeka nje ya bustani. Tunaambiwa walikuwa wakifanya mambo yao, lakini walikuwa wanakaribia katika bustani kwa ajili ya ibada. Na tunaendelea kuambiwa kwamba Edeni ilionekana kama ni eneo la kimbilio katika enzi zile, pale ambapo gharika ilikuwa bado haijaja. Na baada ya gharika kuja, ndipo tunakuja kuona Edeni inaondolewa. Haijulikani ilipo ni wapi. Lakini tunaposoma maandiko tunaambiwa kutakuwa na nchi mpya na mbingu mpya, na hatimaye Edeni hiyo itarejeshwa tena. Katika mada ya Nimrodi na Ninawi, tunaona Nimrodi akiamua kutengeneza utawala wake dhidi ya Mungu. Na hatimaye tunaambiwa alikuwa anafanya kila anachokifanya akilenga kumpinga Mungu na kulenga kupinga yale ambayo matakwa ya Mungu na utawala wa Mungu unahitaji yawe. Bwana David, karibu katika chochote ambacho unahitaji kukisema katika siku hii ya kwanza kabisa ya juma, siku ya Jumapili, ambayo ina mada inayosema Nimrodi na Ninawi. Karibu. Asante. Kama ambavyo umezungumza hapo awali, bustani ya Eden ilikuwa ni makao mazuri ya kupendeza ambayo Mungu alikuwa amekusudia watoto wake waweze kutulia na kuishi pale wakifanya mambo yao. Lakini cha ziada ambacho walipaswa kukifanya ni kufanya kazi kwa bidii. Na ndio maana utakumbuka katika mwanzo kabisa Mungu anampatia Adam na Eva agizo ya kwamba wailime na kuitunza nini? Bustani. Na hivyo Mungu alikusudia kazi zifanyike katika bustani ya Eden. Lakini hata baada ya wao kuwa wameondolewa na kupelekwa nje ya bustani ya Eden katika upande wa mashariki, bado Mungu alikusudia kwamba wafanye kazi kwa bidii sana. Na kama walipaswa wafanye kazi kwa bidii sana, hiyo ilikuwa iwasaidie pia kutambua kwamba yupo Mungu ambaye yeye alifanya kazi ya kuwaumba na kuwaeka katika ulimwengu, lakini zaidi sana waendelee kuvutwa karibu na upendo wa Mungu kupitia kwa kazi, maana ni agizo la Mungu. Na moja ya mambo ambayo yalitokea ni Nimrod huyu ambaye tunajifunza ya kwamba yeye alikuwa ni uzao wa Nuhu baada ya gharika. Na uzao huu wa Nuhu baada ya gharika ulijitengenezea makao katika mji ule wa Babeli katika eneo la Shinari. Na Nimrod tunaona ya kwamba alitawala maeneo mengi ikiwemo pia Ninawi, ambayo baadaye tunaona Yona alitumwa kwa ajili ya kwenda kuiokoa ile miji ya Ninawi. Lengo kubwa sana la kujua katika somo hili ni ya kwamba Nimrod hakufanywa kuwa mtawala na Mungu. Yaani hii ndio pointi ya msingi ambayo msikilizaji na mtazamaji anapaswa aondoke nayo katika siku ya leo, ya kwamba Nimrod hakufanywa mtawala, bali alijifanya yeye kuwa nani? Mtawala. Tunaposoma katika ile kitabu cha Mwanzo ile sura ya 10 fungu la kwanza pale mpaka la 12 inazungumzia habari ya Nuhu na uzao wake, watoto wake, mpaka anapoenda kuzaliwa Nimrod. Na Nimrod anapozaliwa anaonekana kuwa yeye ni mkuu. Kwa nini? Anajifanya mkuu kwa kuwinda. Yeye anawinda wanyama kwa ajili ya Bwana, na hivyo akajiona kwamba yeye ni nani? Ni mkuu. Lakini pia watu wa maeneo yale wakamfanya kuwa yeye ni nani? Ni mkuu. Kwa hiyo inatuambia kwamba sio Mungu aliyemfanya kuwa mtawala. Maana yake ni nini? Tunachokipata katika wakati huu ni kwamba kumbe Mungu anapokuwa ameweka utawala, yeye anatoa moja kwa moja ya kwamba huyu atakuwa. Lakini unapojichagulia wewe kuwa mtawala, bila shaka huwezi kwenda sawasawa na mapenzi ya Mungu. Hii inatupa pia shauku ya kujua ya kwamba kumbe hata viongozi wa kanisa, viongozi wa serikali, ikiwa hawatawekwa na Mungu, bila shaka ni kwamba mwisho wa siku watawapoteza wale ambao wanaongoza. Utakumbuka ya kwamba Nimrod anapoonekana, anapojifanya kuwa ni mkuu, alichokifanya cha kwanza kabisa ni kuhakikisha ya kwamba anawavuta watu na kuweka karibu. Anawekaje karibu? Ndipo anasema watu walipozidi kuongezeka katika dunia hii, wakasema ya kwamba na tujijengee mnara. Ule mnara ulijengwa kwa makusudi tu makubwa mawili. Moja, ya kwamba wasitawanyike kwenye ulimwengu, na mbili, wamfikie nani? Wamfikie Mungu. Ili hapa ndipo ambapo uasi unaanza kuonekana wa Nimrod. Anataka awakusanye watu, jambo ambalo Mungu alinena na Nuhu akimwambia kwamba
tawanyike katika ulimwengu wote na kuijaza nini? Nchi. Kumbuka walikuwa 8 tu kwenye safina, na hivyo wanapaswa waijaze tena nchi. Sasa yeye anataka ajitengenezee mji, waweze kukaa sehemu moja, wasitawanyike. Lakini 2, amfikie Mungu, jambo ambalo pia ni uasi mwingine. Isingewezekana wao kumfikia Mungu, lakini hata hivyo kwa sababu tu ya kile kiburi, unajua hiki ni kiburi kama kile ambacho Lucifer alitaka kufanya, nikaketi pamoja katika kile kiti cha enzi, nikawe kama yeye Mungu wa mbinguni. Ndicho ambacho Nimrod alikifanya katika wakati ule. Kutaka kumfikia Mungu sio tu kwamba anataka amfikie ile physically afike pale, alichokihitaji ni kwamba yeye sasa awe ndiye mtawala au awe ndiye kiongozi wa wanadamu. Yani yale ambayo Mungu anayahitaji wayafanye wasiyafanye, ila yale ambayo yeye anahitaji watu wayafanye ndio watu wayafanye. Jambo ambalo ni kumweka Mungu kando na wewe kujichukulia nini? Mamlaka ya kiutawala. Asante sana Bwana David. Unaposoma katika Biblia, Biblia inamueleza Nimrod kwamba akazidi kuongezeka akiwa mashuhuri na muindaji wa wanyama mbele za Bwana. Wanadamu wengi tumekuwa tukimsimulia Nimrod kama mtu mashuhuri sana, kama mtu ambaye alikuwa na nguvu, mtu mkubwa, mtu ambaye anapaswa kuigwa kwa kuwa mashuhuri na watu mbalimbali ambao wanadhani kwamba wao ni mashuhuri. Lakini kumbe Biblia haielezi hivyo. Biblia inapomwelezea Nimrod kwamba alikuwa mashuhuri na akazidi kuwa mtu mwindaji mkubwa dhidi ya Bwana au wa wanyama mbele za Bwana, sio sifa nzuri. Inaeleza kwamba alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anazidi kuwa imara, kuwa mashuhuri, lakini katika kumpinga Bwana na kuenda katika utofauti na maagizo ya Bwana. Hii ni hatari sana katika maisha yetu. Wakati fulani tunaweza tukadhani kwamba tunazidi kukua na kutawanyika na kushamiri na kuongezeka katika umaarufu fulani, lakini tukadhani kwamba katika makanisa yetu tumekuwa wakubwa na tuna sauti kubwa ambayo tukiongea watu wanatusikia vizuri na wanasikia maagizo yetu na hoja zetu wanazichukua na wanazitendea kazi, lakini kumbe tuko mbali kabisa na tunaelekea katika kumpinga Bwana na maagizo yake. Mada ya pili inasema wito wa Ibrahim. Hapa tunamwona Ibrahim na tunayaona mataifa mengi yameshaanza kukua sasa. Ndiyo. Lakini tunamwona Ibrahim analetewa wito na Bwana. Anamwambia toka wewe na familia yako na wanao na nyumba ya baba yako, mwende mbali mpaka kule nitakako kuagiza. Hili linatupatia nini akilini kwetu? Mungu anapoleta wito katika maisha yetu, wakati fulani huenda ikawa ngumu sana kuweza kupokea. Unawezaje ukamwambia baba yako, ndugu zako, washawishi kwa haraka Bwana Mungala kwamba pale ambapo wamekulia wameishi miaka yote waondoke waende sehemu nyingine? Wanaenda kuishije? Wanaenda kula nini? Lakini Ibrahim alitii, na anapoondoka wito wake haui wito wa kawaida. Wito wa Ibrahim unatupa maswali mengi. Swali la kwanza ni kwamba kama Mungu alihitaji Ibrahimu awe kioo, awe mwakisi wa tabia ya Mungu kwa taifa, kwa nini asimfanye Ibrahim pale pale alipo, abadilishe tabia yake, abadilishe matendo yake, ili watu wanapopita wamuone na waseme aisee, huyu bwana amebadilika na alikuwa wa namna fulani, lakini tunamwona saizi amekuwa tofauti. Lakini Mungu anamwambia atoke, aende mbali, aende akaanzishe taifa huko. Kumbe Mungu alihitaji taifa lake ambalo analitengeneza liende mbali na mataifa mengine, aende akaliunganishe, akalifinyange, akaliumbe upya huko liliko, na litakapokuwa taifa kubwa lisilo na mawaa, lisilo na mchanganyiko wowote ambao ni madoa yoyote, basi watu watakapokuja kulishuhudia hapo baadaye, washuhudie na kukiri kwamba hawa
ni watu wa Mungu. Ni watu wa Mungu. Mungu anapotutengeneza wakati mwingine atatuondoa sehemu tulipo. Ndio. Wakati mwingine Mungu atatupeleka mbali kabisa ambapo tutadhani kwamba ameenda kutufukia. Kuna mtu mwingine anaweza akawa anafanya kazi mjini, lakini Mungu anampanga akafanye kazi huko kijijini huko kabisa, mbali au katika mji ambao hajawahi kutegemea kabisa. Lakini kumbe akafanya vyovyote anavyoweza, akaanza kutoa na rushwa, akaenda kwa viongozi kwamba wamrudishe, wamuache hapo hapo au wampeleke sehemu nyingine. Kumbe anapingana na kile ambacho Mungu alitamani aende akamdhihirishie huko anakoenda. Karibu Bwana Mungara hapo. Asante. Habari ya kuitwa kwa Ibrahim, ambayo hapo kabla alikuwa akijulikana kwa jina la Abraham, ni jambo ambalo kimsingi ukilitafakari kwa akili za kibinadamu huwezi ukapata majibu na huwezi kuelewa, na hutaelewa hata siku moja. Lakini Abraham kwa wakati huo akiwa amemjua Mungu, alitambua ya kwamba hakika Mungu ana mpango na makusudi ya yeye kumtoa pale. Lakini hata hivyo ngoja nikwambie, kilichomsukuma sana Abraham kutoka pale ilikuwa ni ahadi aliyokuwa amepewa. Kwa sababu Abraham akiwa amekuwa mtu mzima na ana mke, hakuwa na mtoto. Kwa jambo la kwanza kabisa ambalo lilimsukuma ni ile ya kwamba nitakubariki wewe na uzao wako. Kwa hiyo bila shaka wakati fulani huwa tunasukumwa kwanza na ahadi za Mungu ambazo ametuahidi, ndipo sasa tunaanza kutii. Kwa lugha nyepesi, ingekuwa Abraham alikuwa na mtoto, ninafikiri akilini mwangu huenda asingetoka, kwa sababu uzao si ninao. Lakini wakati huo yuko na Eliezeri ambaye sio mtoto wake, ni Mdameski. Sasa anapoambiwa kwamba utakuwa na uzao, Abraham anapata tumaini, anapata hamu ya kusonga mbele. Lakini Bwana Mungara, naam, nimepata kitu hapo katika hoja yako ambayo umeisema. Ndio. Ila of course kwa ulichokisema ni kizuri na nina imani nacho. Huenda angekuwa na mtoto ingempa tashwishi kidogo. Lakini fikiria hata wewe leo, mtu anakuja anakuambia, Bwana David, nahitaji uende Australia. Wewe na baba yako na mama yako na familia yako yote. Alafu huko utakakoenda nitakujengea nyumba, nitakupa mashamba na mali, nitakupa na mali nyingi sana. Kwa ulimwengu huu wa sasa, kwa sababu huu ndo tunachukua ulimwengu huu tunaupeleka kwa Ibrahim, ingekuwa rahisi kuamini hizo ahadi anazozisema? Yani pamoja na hayo, yani unajua Ibrahim kwanza, ukiachana na haja ya mtoto, kumbuka ya kwamba alikuwa anamfahamu Mungu. Kwa hiyo jambo la kwanza, pamoja na kwamba alikuwa anahitaji mtoto, lakini alimfahamu kwanza nani? Alimfahamu kwanza Mungu. Kwa hiyo alipokuwa amemfahamu Mungu, alimuelewa Mungu ya kwamba anachokisema hiki ni hakika. Kwa hivyo alipoongezewa ahadi ya pili, unajua nikikufahamu ndugu Tosi, alafu ukaniambia twende sehemu fulani, kwa sababu nimekufahamu ninakuwa tu sina mashaka, kwa sababu ninajua huyu huwa hana shida. Ndicho alichokuwa nacho Abraham moyoni mwake na akilini mwake, ya kwamba huyu ni Mungu ambaye ni Mungu wa baba yangu. Nakumbuka wakati huo ameshakuazana na ndugu zake, ameshakuazana na jirani zake kwa sababu ya ibada ya sanamu. Yeye alikuwa ni mpingaji wa hayo mambo. Na hapo ndipo Mungu anaanza kumtolea hapo. Abraham alikuwa na mali za kutosha tu, lakini alikuwa hana mtoto. Anaahidiwa na mtoto. Yaani anaambiwa sio tu kwamba, unajua hata Yesu anazungumza na wanafunzi wake, anaambia mtapata mara 100 duniani, msisahau udhia mtakutana nao pia, lakini na mara 100 mbinguni. Kwa hiyo Ibrahim akaona fursa pale. Na jambo ambalo alikusudia Mungu kumtoa Ibrahim pale ilikuwa ni jambo nyeti ambalo ukilitazama katika ulimwengu wa sasa, sisi ambao ni akina Ibrahim wa sasa, linapaswa liwe msingi wa maisha yetu kabisa. Kwa sababu Ibrahim moja anaambiwa toka hapo. Unajua ni kwa nini anaambiwa atoke hapo? Hakuna siku hata moja unaweza ukamtolea Bwana sadaka kwenye ulimwengu ambao haufai. Mfano, wakati ambapo wana wa Israeli wanaambiwa watoke Misri, waliambiwa wachinjie pale. Lakini
Musa akajibu, hatuwezi kumtolea Bwana sadaka kwenye machukizo haya. Kwa hiyo Ibrahim ilibidi aondolewe kwenye machukizo, kwa sababu pale kulikuwa na ibada za sanamu. Ilibidi aondolewe pale ili sasa anapoenda kumwabudu Mungu, amwabudu Mungu katika mazingira ambayo ni salama. Kanaani yangu leo, Kanaani yako ni ipi? Mungu anatutafuta kila siku tuende tukamwabudu katika sehemu ambayo ni tulivu, sehemu ambayo yeye mwenyewe anakutana na sisi kwa mazungumzo matamu. Lakini hoja nyingine ya msingi, Abraham anatolewa katika nchi ile aliyokuwa anaishi kwa ajili ya kwenda kuwa nuru ya ulimwengu. Ukisoma katika kitabu cha Isaya 60 fungu lile la 6 na la 7, inaelezea ni namna gani ambavyo Ibrahimu alipaswa kuwa nuru kwa mataifa yote katika mashariki na magharibi na kusini na kaskazini. Alipaswa awe nuru, na ndio maana hata watoto wake wale wake zake wale wawili wa mwisho ambaye ni Hagari pamoja na Ketura walitumwa katika ile maeneo ya mashariki. Kusudi gani? Wakaeneze nuru ambayo wameipata huku kwa Ibrahim. Lakini cha kushangaza ni kwamba haikuwa hivyo, na ndivyo ilivyo hata leo. Unaweza ukapelekwa Tosi ukafanye kazi kule Zanzibar. Ukifika kule tunasahau kama ulikuwa muumini na mshiriki mzuri na ulikuwa umeitwa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Hiyo ndio ambacho kiliwakuta wale. Lakini Ibrahimu alijua wito wake ya kwamba amepaswa kuwa nuru ya ulimwengu, na alijitahidi kwa namna alivyoweza. Hata leo tunasoma na kushuhudia kwamba alikuwa ni nuru iliyong'aa. Amen, amen. Unaposoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, Kumbukumbu la Torati 4 fungu la 5 hadi la 9 hapo, unaweza kunisaidia kama utawahi. Kumbukumbu la Torati Kumbukumbu la Torati 5 na ile aya 4 fungu la 5 hadi la 9. 4 fungu la 5 hadi la 9, Biblia takatifu inasema, angalieni nimewafundisha amri na hukumu vile vile kama Bwana Mungu wangu alivyoniamuru, ili mzitende katika nchi mwingiayo ili kuimiliki. Zishikeni basi mkazitende, maana hii ndiyo hekima yenu na akili zenu machoni pa mataifa watakaozisikia amri hizi zote, nao watasema, hakika taifa hili kubwa ni watu wenye hekima na akili. Kwa maana liko taifa gani kubwa lililo na Mungu aliye karibu nao kama Bwana Mungu wetu alivyo kila tumuitapo? Asante sana. Nadhani unaweza kaishia hapo. Natamani nijikite sana hapa katika fungu la 6. Anasema, zishikeni basi mkazitende, maana hii ndiyo hekima yenu na akili zenu. Kwa hiyo unapoacha kuzishika amri za Mungu, unapoziweka amri za Mungu kando na kuzidharau, unakuwa ni mtu ambaye hana akili kabisa na hana hekima. Ukiangalia mambo kadha wa kadha ambayo yameandikwa katika Biblia yanayoeleza kwamba mtu ambaye anafanya hivi ni mtu asiye na akili kabisa. Ni mambo ambayo yako katika amri 10. Kuzishika amri za Mungu hakudhihirishi tu ukaribu wako wewe na Mungu, lakini kunadhihirisha kuepuka au kuepukana na laana na mikosi. Unapoacha kuzishika amri za Mungu, unapoamua kutozitii amri za Mungu, unatangaza wazi wazi kwamba wewe uko tayari kupokea laana, lakini pia uko tayari kutokupokea baraka kutoka mbinguni. Na tutakapozishika amri za Mungu, hakika baraka zitafurika katika maisha yetu. Amina. Mada nyingine inayosema kupewa ulichokiomba inaeleza juu ya namna ambavyo wana wa Israel walipewa kile ambacho walikiomba. Kuna wakati Mungu atajaribu kutuzuia kwa namna mbalimbali kwamba tusiingie katika udhaifu fulani, katika uovu fulani ambao tunategemea kwenda kuingia kwa sababu ya tamaa zetu wenyewe. Lakini pale ambapo tunadumu kupinga na kumpinga Roho wa Bwana, kumpinga Mungu anapodhidi kutuzuia kuingia, Mungu huwa anatuacha tufuate tamaa zetu wenyewe.
Hiki kisa kinaeleza juu ya wana wa Israel kwamba walihitaji mfalme wao wenyewe, na Mungu kwa namna yoyote, kwa namna mbalimbali alijibidisha kutumia wajumbe wake kuwakumbusha wana wa Israel kwamba watakapokuwa na wafalme wengine basi watafanyaje? Watapotea. Unaposoma katika kitabu cha Samueli wa kwanza 1 fungu la 8 hadi Samueli wa kwanza 8 fungu la 4 hadi 18, kuna maelezo kuntu yanayoeleza juu ya Waisrael, juu ya matokeo waliokuwa wanahitaji yatokee, na juu ya mpango wao mzuri kabisa ambao walidhani kwa akili zao za kibinadamu ulikuwa ni mzuri na ungewanufaisha. Tutajua na kuangazia kwamba ni sababu zipi ambazo ziliwapelekea wana wa Israeli watamani kuwa na mfalme, na ni matokeo gani ambayo yangewapata kama wangekubali huo mpango wao, hayo mawazo yao ya kuwa na mfalme wao wenyewe. Na kwa kibinadamu walidhani kwamba yalikuwa ni matazamio mazuri na ulikuwa ni mpango mzuri, lakini kimungu zaidi au kimbinguni au kiroho ulikuwa ni mpango mbaya sana katika maisha yao ambao wamewahi kuchagua katika historia ya wanadamu. Tunaweza tukafungua katika hicho kitabu cha Samueli wa kwanza 8 fungu la 1 hadi 18. Tutaangalia sababu kadha wa kadha hapa na matokeo kadha wa kadha ambayo wangeenda kukumbana nayo kama wangeendelea na uamuzi wao wa kuchagua kuwa na mfalme. Neno la Mungu limeandikwa fungu la 4 Samueli wa kwanza 8, imeandikwa: ndipo wazee wote wa Israeli wakakutana pamoja, wakamwendea Samueli huko Rama. Wakamwambieje? Wakamwambia, angalia, wewe umekuwa mzee na wanao hawaendi katika njia zako, basi tufanyie mfalme atuamue mfano wa mataifa yote. Jambo la kwanza ambalo wana wa Israeli walikosea na walilitamani, moja, walitamani kufanana na mataifa yote. Yaani Mungu amemtoa Ibrahim katika mataifa hayo na amemtenga na akamset apart, akamweka pekee kwa ajili ya kazi yake mwenyewe. Lakini hawa wanakuja hapa wanaona kwamba huo mpango ambao Mungu alikuwa nayo, Bwana David Mongala, hauna maana, na hivyo wanatamani warudi mwanzo, wanatamani kurudi na kufanana na mataifa mengine. Lakini inaendelea kusema, lakini neno hilo likawa baya machoni pa Samuel waliposema, tupe mfalme atuamue. Naye Samueli akamwomba Bwana. Samueli akaenda kwa Bwana akamuuliza, nifanye nini? Fungu la 7, Bwana akamwambia Samueli, isikilize sauti ya watu hawa katika kila neno watakalokuambia, kwa maana hawakukukataa wewe, bali wamenikataa mimi, ili nisiwe mfalme juu yao. Jambo la pili wana wa Israeli walilokuwa wanalifanya, walikuwa wanamkataa Bwana. Jambo la kwanza, wametamani kufanana na mataifa mengine. Jambo la pili, wanamkataa Bwana wazi wazi. Lakini fungu la 8, kwa kadiri ya matendo yote walionitenda tokea siku ile nilipowatoa katika Misri hata leo, kwa kunicha mimi na kwa kutumikia miungu mingine, ndivyo watakavyokutenda wewe. Akaendelea fungu la 9, basi sasa isikilize sauti yao, walakini waonye sana na kuwaonyesha desturi ya mfalme atakaye wamiliki. Mungu anachomwambia Samueli, anamwambia kwamba sikiliza, wameamua wao matakwa haya, wapatie, lakini nenda kawaeleze ya kwamba wakiamua uamuzi huu ambao wanaamua leo, watakao kuwa wafalme watakaofuata watakuwa na tabia hizi na hizi na hizi. Nenda kawajulishe juu ya hilo, kwamba kama wataamua kweli kutawaliwa na wafalme ambao watakuwa na tabia hizi, basi waendelee. Lakini kama wataendelea kubaki mimi ni watawale, mimi ambaye nina sifa hizi ambazo wamezishuhudia tangu walipotoka Misri, basi wana heri.
Samueli akaenda akawaambia, fungu la 10, naye Samueli akawaambia wale watu waliotaka mfalme maneno yote ya Bwana, akasema, mfalme atakayewamiliki ninyi atakuwa na desturi hii: atatwaa wana wenu na atawaweka kwake, kwa magari yake na kwa wapanda farasi wake, nao watapiga mbio mbele za magari yake. Naye atawaweka kwake kuwa maakida juu ya 1000 na maakida juu ya 50, na wengine atawaweka walime shamba lake na kuvuna mavuno yake na kufanyiza zana zake za vita na vyombo vya magari yake. Na binti zenu atawatwaa kuwa wafanyaji wa marhamu na wapishi na waokaji. Kumbe Mungu alikuwa hahitaji watu wawe watumishi wa watu wengine. Mungu alikuwa na haya mambo yalianzia hapa. Na anaendelea kusema, atatwaa makonde yenu na mashamba yenu ya mizabibu na ya mizeituni, yale yaliyo mazuri sana, ili awape watumishi wake. Naye atawatoza ushuru wa mbegu zenu na wa mizabibu yenu, awape maakida wake na watumishi wake kama nini? Mishahara. Atawatwaa watumishi wenu na wajakazi wenu na ng'ombe zenu walio wazuri sana na punda zenu, naye atawatia katika kazi zake mwenyewe. Atawatoza fungu la 10 na makundi yenu, nanyi mtakuwa watumwa wake. Nanyi mtaila siku ile kwa sababu ya mfalme wenu mliyejichagulia. Bwana asiwajibu, yani nanyi mtalia, lakini Bwana hatawajibu kwa sababu mmejichagulia mfalme. Wa Israeli wakaamua maamuzi haya. Na Samuel amewaeleza wazi. Unajua, inafurahisha pale ambapo unataka kufanya maamuzi fulani, lakini unapewa maonyo kwamba utakapoamua haya utakutana na hiki na hiki na hiki. Sasa tulivyo sisi washupavu, fungu la 19, hawa wazee wanakuja wenye hekima, wanaoaminika kwamba wana hekima, wakasema, lakini hao watu wakakataa kusikiliza sauti ya Samueli. Wakasema, sivyo hivyo, lakini tunataka kuwa na wafalme juu yetu, ili sisi nasi tufanane na mataifa yote, tena ili mfalme wetu atuamue, tena atoke mbele yetu na kutupigia vita. Samueli akayasikia maneno ya watu, akayanena masikioni kwa Bwana. Hawa wana wa Israeli, jambo lingine, walikuwa hawajui kile wanachokiamua. Lakini japokuwa wameelezwa kile kitu ambacho wanakiamua, hatari kubwa ambayo wanaielekea, wanashupaza shingo. Na jambo la mwisho kabisa linalosikitisha, waliona kuendelea kuongozwa na Bwana ni kuwa hawana hadhi, yani kukosa hadhi. Yani kumbe kuongozwa na Bwana walikuona kutokuwa na hadhi. Na ndivyo ambavyo sisi watu wa Mungu wa leo tulivyo. Mungu anapotupatia maagizo fulani, maagizo mengi ambayo tumeyaona katika Biblia ambayo tunatakiwa kuyafuata, tunaona ni ushamba. Kwa hiyo tumekuwa tukidhani kwamba kwa kufanya yale yaliyo maagizo ya Mungu tunajishusha hadhi. Lakini onyo kwetu leo, tutakapofanya maagizo yetu tunayodhani ni mema, kwamba ni mazuri, na kuyacha maagizo ya Bwana tukiona ni ushamba, hakika tutapotea kama wana wa Israel walivyokuwa. Karibu Bwana Mongara kwa kitu chochote hapo katika mada hiyo. Asante. Ni kweli kwamba Mungu ndiye anayechagua watawala, na yeye mwenyewe anatoa maagizo na kusema ya kwamba tuwatii wale ambao ni watawala wa nchi hii, kwa sababu yeye ndiye anayeamua yupi aingie na yupi asifanye nini, na yupi asiingie. Lakini hata hivyo mambo haya yalianza zamani na yalianza kuharibika huko, kwa sababu katika Kumbukumbu la Torati 17, akiwa anazungumzia tu mada hiyo ya Samuel wa kwanza ile 18:14 hadi 18, anasema ya kwamba sio Mungu aliyetamani kuwapatia watu mtawala, ila wanadamu ndio waliotamani kupatiwa nani? Mtawala. Ngoja nikwambie, hata leo mpaka sasa tunaelekea kwenye uchaguzi wa mwaka huu kwa nchi ya Tanzania,
Mungu anafahamu ni nani ambaye anapaswa awe nani, awe kiongozi. Yani anapotutazama Watanzania wote anajua kabisa kiongozi ni fulani. Lakini sisi ambao ni wanadamu tunaweza tukaingia katika ushawishi wa namna fulani, namna moja au nyingine, tukachagua yule ambaye sio sahihi, na huyo akatupeleka kwenye miaka ya kuteseka na kupata changamoto. Lakini ikiwa Mungu ataingilia kati, basi tunaweza tukawa salama. Hii ni kwa sababu Mungu anatambua mawazo ya watu. Hata hapa anapoambia wana wa Israeli yale yote aliyowaeleza jinsi ambavyo mfalme atawafanya, ni kwa sababu alikuwa anatambua mawazo ya nani, ya wanadamu, na anatutambua. Na kwa sababu anatutambua, basi anatamani sisi tuwe ni watu wa kufaidika zaidi kuliko wa kupata hasara. Yani hakuna siku hata moja Mungu amewahi kumwazia mtu hasara. Ndio maana Yeremia anasema, ninajua mawazo ninayowazia ninyi kila siku, ni mawazo ambayo ni ya amani siku zote, kuwapa ninyi tumaini na furaha katika maisha yenu. Lakini wafalme hao ambao walikuwa waje kutawala, walikuwa ni wafalme ambao wangeleta majonzi katika taifa la Israeli. Na ndivyo ilivyokuwa. Mfalme wa kwanza tu aliingiza taifa katika hali mbaya ya kumjua Mungu, hali mbaya ya kiuchumi, hali mbaya ya kimahusiano ya jamii, hali mbaya kwa namna zote, katika nyanja zote. Mungu anapotamani kutawala, tumuache yeye atutawale. Hata mawazo yetu Mungu anapotamani kuyatawala na kutuongoza, tumruhusu atutawale na kutuongoza, kwa sababu kukataa hivyo ni kujitafutia changamoto nyingi ambazo mwisho wa siku ni katika lile ziwa la moto. Asante sana. Mada nyingine inasema watawala wa mataifa. Watawala wa mataifa. Bwana Mungara, tunaona baada ya wana wa Israel kuamua kuchagua wafalme wao, maisha ya wana wa Israel yanafanana kabisa na maisha ya kanisa la Mungu. Na kwa hakika Israel inafananishwa na kanisa la Mungu. Na pale ambapo wana wa Israel waliamua kuchagua kuwa na mfalme wao, walisababisha migogoro mingi sana kuingizwa katika Israel na maadili kuporomoka kwa kiwango kikubwa. Na tunakuja kuona wafalme moja baada ya mwingine wanaendelea, akina Daudi, akina Sulemani, na akina Manase, akina Ahabu, wanakuja kufanya mambo makubwa ya ajabu mbele za Mungu. Na hii ni athari ya pale tunapoamua matakwa yetu kuongoza fikira zetu, na hatimaye matendo yetu kufuata fikira zetu, hatimaye kumwacha Mungu na hatimaye kupotea. Bwana Mungara, anajua una mengi ya kusema katika hii mada. Nini ambacho unahitaji kukisema? Asante. Kwa wakati ule ambapo Israeli walijichagulia mtawala, tuliona yale ambayo yalitokea hapo baadaye, na hata taifa la Mungu likaingia katika mgogoro mkubwa dhidi ya wao na viongozi wao. Lakini maisha yaliendelea hivyo mpaka Yesu alipokuja. Utakumbuka wakati Yesu anazaliwa, ilikuwa kuna mgogoro kati ya watawala wawili. Kulikuwa na mgogoro kati ya upande wa Rumi na upande wa Mafarisayo na Masadukayo. Utatambua ya kwamba wakati Yesu anazaliwa, aliyekuwa mtawala na kiongozi wa Yuda alikuwa ni Mrumi. Na ilikuwa hakuna maamuzi yoyote yanayotolewa ambayo yanaweza kupingana na taifa lile au utawala ule wa Rumi. Utakumbuka hata wakati wa Yesu anapojiwa na watu wakiwa wanahitaji kodi, anawaambia hii sarafu ina picha ya nani? Na ya Kaisari apatiwe nani? Kaisari. Kaisari alikuwa ni kiongozi wa taifa la Rumi. Lakini katika ile Mathayo 20 fungu la 25 kwenda la 28, Yesu anazungumzia habari ya utawala wa duniani hapa. Na alipokuwa akizungumzia habari ya utawala wa duniani hapa, alikuwa akisema ya kwamba yule anayehitaji kutumikiwa sharti yeye kwanza awe nani? Awe mtumwa. Na yule anayehitaji kuwa wa kwanza sharti yeye kwanza awe nani? Awe wa mwisho au awe mdogo. Kwa hivyo alichokuwa anakizungumzia hapa Yesu ni kwamba utawala wa Mungu ni tofauti na utawala wa mataifa. Utawala wa mataifa ukoje? Unataka yule anayehitaji kuwa mtawala, yeye kwanza ndio awe ana nani? Ana watumwa. Jambo ambalo kwenye serikali ya Mungu ni kinyume. Anayehitaji kuwa mtawala, yeye kwanza ndio awe nani? Mtumishi. Awe mtumishi. Lakini huku kwa ulimwengu, anayekuwa mtawala anakuwa na watumishi wake wa kumtumikia. Sasa Mungu alichokuwa anakihitaji kwa taifa hili ni kwamba wao
watumikiane wao kwa wao, yani asiwepo mkubwa wala mdogo, wawe katika level moja, wawe katika nyanja moja ya kusaidiana, kila mtu amkuze mwenzake. Ndivyo hata katika kanisa ilivyo leo. Katika kanisa letu nikizungumzia upande wa uongozi wa kanisa, kuna watu wanasema ya kwamba mzee wa kanisa ndio cheo cha kwanza, cheo kikubwa, alafu bawabu ndio cheo kidogo. Lakini kwa mujibu wa Paulo tunaambiwa kwamba sikio ni lidogo, sawa, halilingani na kichwa, lakini sikio lina umuhimu wake kuliko hata kichwa kilivyo na umuhimu wake kwenye majukumu kadha wa kadha. Maana yake nini? Kuna nafasi za uongozi ambazo zipo kanisani kwa ajili ya kuimarishana na kujengana, ili mwili wa Kristo ufanye nini? Ujengwe. Na kama unahitaji kujengwa, yule ambaye anafikiri kwamba yeye ni mkubwa anapaswa awe mdogo, na yule anayefikiri kwamba ni mdogo, yeye basi ana nafasi ya kuonekana ni mkubwa mbele za Mungu kwa kiroho tu. Sio kwamba sasa ujinyenyekeshe, ujifanye kwamba wewe ndiye mdogo kuliko wote, alafu mwisho wa siku uishie kudhalilika. Sio hivyo. Mungu hajakusudia hivyo kwamba watu wadhalilishane na watu waoneane kwamba mwingine ana faida, mwingine ana faida, ila wote tujengane, mwili wa Kristo ujengwe. Na ikiwa tutafikia kwenye viwango hivyo vya anayehitaji kuwa mkubwa na awe mdogo, anayehitaji kuwa wa kwanza na atumike, basi tutakuwa tumefikia viwango vile ambavyo Mungu anatamani kanisa lake liweze kuwa. Kinyume na hapo, tutapiga mark time, tutaimba sana kwamba Yesu hajarudi, lakini kumbe tunakawiza sisi wenyewe. Watu wa Mungu, ni wakati sasa wa kuamka na kufanya yale ambayo ni mapenzi ya Mungu. Tuache kuiga utawala wa kidunia, tuache kuiga utawala wa kimataifa, tuige utawala wa kiungu, utawala wa Mungu mwenyewe. Asante sana Bwana David. Na kwa hakika katika mada hii ya watawala wa mataifa, baadaye tutaingia nuru kwa mataifa, tutakuwa tukimaliza, Bwana David ataanzia watawala wa mataifa. Pia tunaelezwa juu ya namna ambavyo Israel inafananishwa na kanisa. Kama vile ambavyo wana wa Israel waliingiza chachu katika Israel, ndivyo ambavyo hata kanisa la Mungu limekuwa likifanya hivyo hivyo. Hapo awali kanisa la Mungu lilikuwa liko vizuri kabisa, lakini baadaye, baada ya mfalme Konstantino kuingia katika dini, na tunaambiwa aliingia nusu. Baadaye kanisa hilo lilishindwa kutatua kesi kadha wa kadha za kikanisa, na hivyo kuihusisha serikali kwamba iongoze, kwa sababu watawala wetu nao ni waamini, kwa hiyo waongoze na watatue migogoro. Kwa hiyo migogoro ya kanisa ilipoanza kutatuliwa na serikali kwa kipindi hicho, ndipo ambapo kanisa lilizidi kushindwa kuhimili na kusimamia yale matakwa yake kama yalivyo. Ndipo ambapo desturi kadha wa kadha serikali ikawa inapendekeza zikawa zinalegezwa, na desturi za kipagani za watu wasiomjua Mungu zikaanza kuingizwa katika kanisa, na hatimaye kabisa kanisa likafikia hata kubadilisha hata siku ya ibada. Ndivyo ambavyo hata maisha yetu ya Kikristo yalivyo. Pale tunapopuuzia maagizo ya Mungu, pale tunapoamua kuchagua maagizo yetu sisi wenyewe ambayo tumejiwekea, na matakwa yetu kuyaweka mbele kuliko yale maagizo ya Mungu, kuliko sheria ya Mungu, kuliko kile ambacho Mungu anahitaji tukifanye katika maisha yetu, ndivyo ambavyo anguko linaingia katika maisha yetu, lakini pia ndivyo ambavyo anguko linaingia hata katika familia zetu. Kwa hiyo namna gani ya kukimbia? Fuata maagizo ya Mungu tu. Amen. Nuru kwa mataifa, nuru kwa wa mataifa. Mada yetu ya mwisho, David, kwa ufupi. Karibu. Asante. Mungu anapoita watu wake watoke gizani, anawaita kwa kusudi moja la kwamba wanapoingia kwenye nuru watoke nao pia wakaangaze nuru ambayo wameipata. Kama ambavyo tunafahamu maana ya neno kanisa, eklesia,
ni walioitwa kutoka gizani waingie kwenye nuru, ambavyo pia hata Petro mwenyewe katika Petro ya kwanza ile 3:19 anazungumza habari hiyo hiyo ya kwamba tumeitwa tutoke katika giza na tuingie katika nuru ya Mungu ya ajabu. Na kusudi la kwanza na msingi au jambo la kwanza la Mungu kuwaita Waisraeli ni kwamba waweze kuwa nuru kwa mataifa yote. Mungu hakuwaita wana wa Israeli kuja katika eneo lile alilowapeleka ili kusudi ulimwengu ukahukumiwe, bali ulimwengu ukaokolewe. Na ulimwengu unaenda kuokolewaje ikiwa tu wanafika kule? Ni kwa sababu wanapofika kule wanaenda kutangaza makusudi ya Mungu, wanaenda kutangaza sifa za Mungu, wanaenda kutangaza matendo makuu ya Mungu, wanaenda kutangaza uwezo wa Mungu. Na wanapotangaza hivyo, wale watu wanavutwa taratibu taratibu na kuingia kwenye nuru hii ya ajabu, kama ambavyo kitabu cha Ufunuo 14:12 inasema ya kwamba hao wazishikao amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu ndio wale ambao ni wasafiri wa Mungu, ambao wasafiri wa kwenda mbinguni, ambao ibilisi anapingana nao sana. Wote katika ulimwengu tumeitwa kusimama kuwa nuru kwa kuonyesha hiki ambacho kinamkera sana ibilisi. Unajua, kati ya vitu ambavyo vinamkera ibilisi ni kuona watu ambao wanashika amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu. Yaani ukitaka kumkera tu ibilisi, fanya hayo. Ukitaka kuwa rafiki wa ibilisi, achana na hayo. Na Mungu anatamani tuwe maadui wa ibilisi kwa kutenda yaliyo mapenzi yake. Kwa hivyo tunaitwa sote katika ulimwengu kufanya yale ambayo ni mapenzi ya Mungu, tukiangaza nuru hii. Ngoja nikusimulie kitu kidogo ambacho huenda hujakipata Bwana Tosi. Katika wiki hii ambayo imeisha hii, kuna bango kubwa sana limetengenezwa, limewekwa sehemu fulani katika barabara ya kuelekea Dar es Salaam. Lile bango ni kubwa, limewekwa barabarani na lina amri 10 za Mungu. Nilipoliona nilikimbia kwanza kuangalia hizi amri ni za Waadventista wa Sabato au ni zingine. Nilipoona tu amri ya 4 Sabato kama ilivyo, nikajua hii ni ya kwetu. Hii inaniambia nini? Kuna mtu hapa ameona ya kwamba injili inapaswa iwafikie watu wote katika barabara na katika njia kuu, lakini bado inabaki kuwa swali, je, pamoja na kuweka hilo bango ni wangapi watasoma? Moja. Lakini je, aliyeweka hilo bango naye hivi kweli anayaishi, anamaanisha hicho alichokiweka hapo? Sasa hayo ndio maswali ambayo tunapaswa kujiuliza. Anaposema wazishikao, unajua unaweza ukashika lakini uzitendi. Biblia inasema ya kwamba mkiyajua hayo mnaheri kama mkifanya nini? Mkiyatenda. Ni kweli kwamba tunazijua amri za Mungu, tunajua maagizo yake. Sasa twende mbele zaidi, tuanze kutenda yale ambayo ni mapenzi ya Mungu. Yaani usizini, hiyo inamaanisha kabisa usifanye nini? Usizini. Tuondoke kwenye ile ya mdomoni, twende kwenye vitendo. Ndicho Mungu anachokitafuta, na hapo ndipo tutamkera ibilisi. Ibilisi hakerwi na sisi tu kwenda kanisani Jumamosi, bali anakerwa na kwenda kanisani Jumamosi lakini pia ukitenda kile ambacho Mungu ameagiza. Sijabrashi kiatu, sijapasi nguo siku ya Jumamosi, sijapika siku ya Jumamosi, nimefanya yale ambayo ni mapenzi ya Mungu. Nikifanya hivyo, ibilisi anaona hii hakika imefanya nini? Imetekelezwa. Lakini pia nimefanya kazi siku 6. Tusiishie tu kwamba Jumamosi tumeitetea, na kazi siku 6 nimefanya. Sasa jambo ambalo ni la msingi sana ni kuishi katika hayo ambayo tunayajifunza. Tunapewa kielelezo cha Yesu Kristo mwenyewe ambaye alikuja ulimwenguni ili kusudi ulimwengu uweze kuokolewa. Katika ile kitabu cha Yohana 3:16, 17, 18 hadi 21 inazungumza ya kwamba ile 17 inasema Mwana wa Adamu hakuja ulimwenguni ili ulimwengu upate kuhukumiwa, bali ulimwengu kapate kufanya nini? Kuokolewa. Kwa hivyo Yesu alichokifanya katika ulimwengu wote, katika wakati ule alikizunguka huku na kule akihubiri habari njema na kufundisha, alikuwa anaangaza nuru, anawasha taa gizani. Na katika kuwasha taa gizani huko, katika kitabu cha Mathayo 4:16 anasema nuru inapokuja ulimwenguni, basi sisi nasi twende katika ile nuru ya Kristo ya ajabu. Ikiwa hatutaenda kwenye hiyo nuru, basi tutakuwa tumepotea. Na hivyo ndivyo ambavyo hata sisi tunaitwa kwenda kuiangaza nuru. Hebu tutoke watu wa Mungu, na sio tutoke tu kwenda kuhubiri kwenye effort, sio tutoke tu kwenda kupeleka vijuzu. Tutoke sisi wenyewe tukiwa tumeuvaa Ukristo, watu wakituona waseme huyu ni msafiri wa kwenda mbinguni. Amen. Huyu ninatamani niwe kama yeye. Kwa kufanya hivyo, wengi watavutwa kwa sisi wenyewe kuwa mahubiri badala ya sisi kutoa mahubiri. Amen.
Ubarikiwe sana Mr. David. Kimsingi Amina. Ndugu mpenzi mtazamaji, ikiwa tutaitwa na Mungu na tutaamua kuacha wito wake na kufuata matakwa yetu, tutapotea. Jambo la msingi ni kwamba pale ambapo Mungu anatuita kusimama kama mawakala wake, ambao tutasimama kuonyesha na kudhihirisha bendera yake kwa ulimwengu wote. Na kama hatutaamua kufanya hivyo, basi tutapotea. Mungu akubariki unapoamua kuwa wakala wake kwa ajili ya kusimamisha bendera yake ulimwenguni kote. Uwe na wakati mwema, na huu ndio mwisho wa somo letu. Mpaka wakati mwingine tunapomaliza, basi tupate ombi. Baba yetu mtakatifu, tunakushukuru sana kwa ukuu na wema wako. Asante kwa wasaa huu ambao tumejifunza neno lako kinaganaga. Fungua akili zetu, tusaidie tuyatendee haya, tusije tukawa sisi tumenena na sisi tukawa wakupotea kabisa. Tuwezeshe katika jina lako Yesu Kristo. Amina. Amen. Basi ndugu mpenzi mtazamaji, ikiwa bado ulikuwa hujasubscribe, kumbuka kusubscribe, kulike na kucomment. Mungu akubariki. Tukutane wakati mwingine. Asante.